Bwana asifiwe. Binafsi mimi ninamshukuru Mungu, ni mzima wa afya. Tumaini langu ni kwamba pia na wewe hujambo. Mungu anaendelea kukulinda. Nimepata nafasi ya kuzungumza na wewe siku ya leo tena na masaa haya mazuri. Na ni neema ya Mwenyezi Mungu. Leo ninakwenda kuzungumza na wewe somo ambalo inawezekana katika nyakati ambazo tunazoziishi ni vigumu sana kuzungumzia mambo ambayo nitakayo kwenda kuzungumzia kwenye hili somo. Maana unajua ulimwengu tunahamasishana sana kwenye mambo ya utafutaji pesa na ni jambo muhimu. Lakini kitu ambacho nimekaa nikijiuliza kila itwapo leo, laiti kwamba namna ambavyo tunavyohamasishana kwenye kutafuta pesa, tungehamasishana hivyo katika kutafuta ufalme wa Mungu. Kweli ni kwamba Mungu angekuwa amesharudi. Yesu angekuwa ameshatimiza ahadi yake ambayo aliyosema kuwa atarudi tena kuja kuwachukua watu wake. Lakini isivyo bahati ni kwamba watu tumezama kwenye swala la tamaa ya dunia. Ni mara chache sana utasikia watu kuhamasishana kuhusiana na neno la Mungu. Ni mara chache sana utasikia kuhamasishana kuhusiana na kuishi kusudi la Mungu. Leo ninaenda kuzungumzia hilo jambo. Hivi mali, jumba na gari yana nafasi gani kwa maisha ya mwanadamu katika kupigania ufalme wa Mungu? Ninakushukuru Mwenyezi Mungu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu aniongoze katika somo hili. Bila wewe siwezi kulitafsiri neno lako. Chochote nitakachokizungumza kitoke katika maandiko matakatifu. Na ubariki msikilizaji, somo hili likalete badiliko la kweli ndani ya maisha yetu, ni katika jina lako Yesu Kristo. Amin. Ulimwengu tunazama katika kutafuta pesa na ni jambo zuri. Tumeingia kwenye mtego ambao kutoka imekuwa ni ngumu mno. Maana hata kanisani imefikia kwa hatua hata watumishi wanahamasisha watu kuwa pesa ni muhimu. Tutafute pesa. Lakini kwa nini tunashindwa kuwahamasisha watu kuhusiana na kuishi kusudi la Mungu? Yesu alipokuja kwenye huu ulimwengu, wakati amekuja kumwokoa mwanadamu, alipozaliwa kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, alikuwa na utukufu wote wa kimungu. Ingawa alikuwa na mwili kama mwanadamu, alikuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote ili awavutie wanadamu na wanadamu wampende. Maana tunafahamu kwamba katika huu ulimwengu ukiwa na pesa, kila mtu atakuwa shabiki yako. Lakini Yesu hakutaka kutumia utukufu wa kimungu kuwavutia watu. Alitaka kuwaelekeza watu katika njia iliyo sahihi. Maana alijua ya kuwa haya mambo yote ambayo tunaoyapigania ni ya muda tu. Na ndiyo maana Yesu alipokuja kufa msalabani, hakufa kwa ajili ya vitu, bali alikufa kwa ajili yako na mimi, tupate nafasi ya kutengeneza maisha yetu ili tupate kurithi uzima wa milele. Lakini inanisikitisha sana kuona tumezama katika kuhamasishana kutafuta pesa, tumedhama katika kuhamasishana kutafuta mali, tunashindwa kufocus, tunashindwa kuwekeza kuwahamasisha watu kuishi kusudi la Mungu, kuutafuta ufalme wa Mungu. Kwa sababu kitabu cha Mathayo 24 fungu lile la 14 inasema hivi: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kwa mataifa ili kuwa ushuhuda,
na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo ili mwisho ukaribie, lazima habari njema ya ufalme ihubiriwe kwa mataifa, na inahubiriwa ili kuwa ushuhuda. Kila mtu atambue ya kuwa ufalme wa Mungu ni 1, 2, 3. Yesu anakaribia kuja. Tunatakiwa kuishi maisha ya aina gani? Kwa nini ninakuletea hili somo? Ninakuletea hili somo kwa sababu ushahidi wa Biblia unaonyesha watu wote ambao waliowekeza maisha yao kwenye mali, watu wote waliozama katika kutafuta mali na wakabarikiwa kupata mali, wakabarikiwa kupata majumba, wakawa wafanyabiashara wakubwa, wengi walipoteza nafasi ya kumpokea Mungu. Wengi walipoteza nafasi ya wokovu. Na nitakupa mfano wa Biblia kwenye historia ya Sodoma na Gomora. Tunafahamu mke wa Lutu alivyogeuzwa kuwa nguzo ya chumvi baada ya kuokolewa kutoka kwenye hukumu ambalo Mungu alikuwa amelipa mji wa Sodoma na Gomora. Lakini alivyokimbizwa, bado tamaa na fikra zake zikawa zinafikiria mali. Kwa hiyo mali ndicho kilichokuwa kipaumbele cha huyu mwanamke kuliko Mungu. Na ukweli ni kwamba mara nyingi watu wanapokuwa na mali za kutosha wanamsahau Mungu, na akili zao na fikra zao zinakuwa kwenye mali. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 na fungu lile la 24, neno la Mungu linasema hivi. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 na fungu lile la 24. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 na fungu lile la 24 nasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Yesu anatambua maisha ya mwanadamu namna yalivyo, kuwa akianza kutengeneza fikra zake katika mambo mawili, lazima kuna sehemu ambako ataegemea, lazima kuna sehemu ambako akili yake itaenda sana. Ndiyo maana anasema hivi, hatuwezi kutumikia mabwana wawili. Maana kuna yule ambaye tutakayempenda sana, na kuna yule ambaye tunaweza tukawa kama tuko naye hivi, lakini hatuko naye. Ndio maana akasema hatuwezi tukamtumikia Mungu na mali. Aidha tutampenda Mungu, tutaacha mali, ama tuache mali tumpende Mungu. Kwa nini anasema hivyo? Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 na fungu lile la 32 anasema hivi. Ukianza 31 anasema hivi, msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Biblia inasema hivi, tusisumbuke tule nini, tunywe nini, ama tuvae nini. Kwa nini? Kwa sababu yale yote mataifa huyatafuta, bali tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote tutazidishiwa. Bahati mbaya ni kwamba kwa sababu hata watumishi wa Mungu wamezama na tamaa imekuwa kwenye mali, wameshindwa kuwahubiria watu habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wamekuwa wakiwahubiria watu, tafuteni hela, maisha ni magumu, lazima tutafute hela turahisishe maisha. Nikwambie tu ukweli ni kwamba maisha hayatakaa yawe rahisi mpaka Yesu atakaporudi. Utakubaliana na mimi hicho kitu?
Kadri Mungu anavyokuinua kukuweka kwenye viwango vya tofauti vya utajiri, ndivyo mahitaji yanavyozidi kuongezeka kwenye maisha yetu. Kama wewe level ya maisha yako ilikuwa kwenye kipato cha 500,000 na mahitaji yako yanakuwa kwenye kipato cha 500,000, unapomwomba Mungu kwamba angalau ningepanda niwe kwenye kiasi fulani, unapopanda kuwa kwenye hicho kiasi na mahitaji yanaongezeka. Kwa hiyo maisha hayatakaa yawe marahisi hata siku moja mpaka Yesu atakaporudi. Ndiyo maana anasema ya kuwa hayo yote Mungu anajua kuwa yapo tu kwenye maisha ya mwanadamu ya siku zote. Kwa hiyo tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote tutazidishiwa. Hayo mengine yote, kuwa na pesa, kuwa na gari, kuwa na nyumba, ni ya ziada. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu, maana huu ufalme, ndiyo maana Mungu alikuja kumfia mwanadamu ili tupate nafasi ya kuingia kwenye maisha haya ya umilele. Umeshawahi kujiuliza kwa nini unatafuta pesa? Umeshawahi kujiuliza kwa nini una project ya kununua gari? Umeshawahi kujiuliza kwa nini unahitaji kutoka kwenye nyumba ya kupanga uwe kwenye nyumba yako ya kuishi, ya kununua? Ni kwa sababu tunadhani ya kuwa tukiwa kwenye nyumba yetu ambayo hatulipi renti, hatutoi kodi, maisha yatakuwa rahisi na project zako zitaendelea. Lakini ukweli stili bado maisha yanakuaga yanaendelea kuwa magumu siku zote. Mimi nitakupa mfano. Nilipokuwa ninaishi kwenye mkoa fulani, nikiwa kwenye mkoa wa Kigoma, kwenye fikra zangu nilidhani ya kuwa nikifika Dar es Salaam nitakuwa nimemaliza kila kitu. Na nadhani wengi ambao wanaishi mkoa tofauti na Dar es Salaam huwa wanadhani wakija Dar maisha yatabadilika. Lakini ukweli ni kwamba maisha hayabadiliki. Maisha yanaendelea kuwa yale yale. Nikadhani ya kuwa nikitoka Dar es Salaam na kunipeleka sehemu nyingine tofauti na Dar nitakuwa vizuri. Lakini ugumu wa maisha unaendelea kuwa vile vile. Unabadilisha tu mazingira. Unatoka tu kwenye kiwango cha kipato fulani na kuwa kwenye kiwango fulani, lakini ugumu wa maisha unaendelea kuwa vile vile. Ndiyo maana Yesu alivyokuja kumuokoa mwanadamu, na alipokuwa akifundisha, hakufundisha kuhusiana na mwanadamu kutafuta njia, kutafuta pesa ni 1, 2, 3. Anamfundisha mwanadamu na kumwelekeza ni namna gani anatakiwa kufanya kupambania nafsi yake kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alijua dunia na mambo yote yaliyomo yatapita, hayatadumu milele. Mwanadamu akiwekeza kwenye mali, mwanadamu akiwekeza kwenye fedha, ataangukia mahali pabaya. Hukumu inapotolewa, yeye na vitu vyake vyote anapotea. Na wakati kusudi la Mungu ni mimi na wewe tupate uzima wa milele. Kitabu cha Luka sura ile ya 16. Kitabu cha Luka sura ile ya 16. Kitabu cha Luka sura ile ya 16 na fungu lile la 13. Neno la Mungu linasema hivi: hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana anamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Neno lile lile Yesu anarudia, anasema hivi: hakuna mtumishi anayeweza kutumikia mabwana wawili. Na anazungumzia hivi vitu kwa sababu anajua mali inaweza ikawa sanamu ya kumfanya mwanadamu akose uzima wa milele. Kwa hiyo akiwa anatuelekeza ya kuwa tushikamane na Mungu, tushikamane na neno lake, tushikamane na juhudi zetu ziwe kwa ajili ya kutafuta ufalme wa Mungu. Tutakaposhinda hili kusudi, mali, nyumba, tule nini,
Tuvae nini? Ni maisha ya kawaida ya mwanadamu, na Mungu anatengeneza principle ya namna gani tutakavyokabiliana na hivi vitu. Maana hivi ndivyo ambavyo shetani anavyotumia kuwapata wakazi wa dunia. Na utakubaliana na mimi kwenye kisa cha yule tajiri ambaye alikuwa na mali nyingi na alikuwa na cheo. Ni mmoja kati ya wabunge ambao walikuwa kwenye bunge la Wayahudi, ambao walikuja wakitamani kupata uzima wa milele. Unanisikiliza vizuri? Alipokuja na kutamani kupata uzima wa milele, Mungu alimwambia azishike amri. Akasema, nimezishika tangu nikiwa mdogo. Yesu alimwambia hivi, uza ulivyo navyo kisha unifuate. Alivunjika moyo. Kwa nini? Kwa sababu tayari akili na fikra zake bado zilikuwa zinajengwa kwenye maisha ya duniani, kwenye fahari ya dunia. Bado alishindwa kukumbatia upendo wa Mungu. Maisha yetu katika ulimwengu, tunapozama katika kutafuta fedha, tunapozama katika kutafuta mali, tutashindwa kukumbatia upendo wa Mungu na kupoteza jambo ambalo lingetufanya sisi tuurisi uzima wa milele. Ndiyo maana ninakusihi katika wakati huu mzuri, tukiwa bado tunaendelea kuishi katika huu ulimwengu, hebu maisha yetu yakawe kwa ajili ya kupambania kutafuta ufalme wa Mungu. Maana hiyo nafasi inajitokeza mara moja tu. Hiyo nafasi haitakuja mara nyingi, inakuja mara moja na kuondoka. Na baada ya hapo maisha yetu yatakuwa na thamani. Hayo mengine yote Mungu atatupigania namna ya kuyapata, na Mungu atajua tutaishije katika maisha yetu ya dunia haya. Mungu anapoendelea kukuwezesha kuishi kwenye hii dunia, muombe basi akuongoze ni namna gani ambavyo utakavyofanya kukabiliana na mambo ya dunia. Yule tajiri alipenda kipawa cha Mungu zaidi kuliko kumpenda mwenye kumpa kipawa. Tunaweza tukapenda vitu ambavyo Mungu anavyotupatia kuliko kumpenda Mungu ambaye anatupatia hivyo vitu. Kristo alimwambia kijana huyu amfuate. Alisema nifuate, lakini Mwokozi hakuwa na thamani kwake kuliko jina lake na mali zake vilivyokuwa na thamani mbele ya watu. Naomba unisikilize vizuri. Ni rahisi sana kutamani kumfuata Kristo, lakini ni vigumu sana kufanya maamuzi ya kumfuata Kristo. Ni rahisi sana kutamani kumfuata Kristo, lakini ni vigumu sana kufanya maamuzi ya kumfuata Kristo, kwa sababu tunahitaji fahari ya dunia, tunahitaji utajiri wa dunia na kuzama kwenye mambo ya dunia ili tuonekane mbele za watu. Kukubali vitu visivyoonekana na kuacha vitu vinavyoonekana kwa mwanadamu ni vigumu sana. Hata kwa yule tajiri ilikuwa ni jambo zito sana. Alikataa uzima wa milele akaenda zake. Nisikilize nikwambie, hata ulimwengu kamwe haumkubali Yesu Kristo. Watu maelfu huchagua ulimwengu na mambo yake kuliko Kristo. Watu huchagua mambo ya ulimwengu kuliko kumchagua Kristo. Hakuna utii kwa Mungu nusunusu utakaokubaliwa mbele za Mwenyezi Mungu. Hakuna njia ya kumwokoa mtu ila kuacha yote yanayoleta laana, yote ambayo yatakayo kufanya ukose uzima wa milele. Achana na hicho kitu, mkumbatie Kristo, kwa sababu hakuna utii kwa Mwenyezi Mungu nusunusu. Ukiamua kumfuata Kristo, amua kumfuata mazima. Mungu akubariki unapofanya tafakari nzuri katika somo hili. Ubarikiwe wewe na mimi, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.